Hadithi inaanza usiku mmoja ambapo mwanamume anayeitwa Hyung Wook anamuua mtu na kumficha mwili wake kwenye buti ya gari. Baada ya kuondoka, anaacha begi la marehemu barabarani, lakini mtu mwingine analichukua kwa siri. Wakati huo huo, tunaonyeshwa Jae Seng, mwigizaji maskini anaye hana kazi, pesa wala matumaini. Baada ya kushindwa kwenye maisha, anaamua kujiua, lakini mwenye nyumba anaingia na kumkemea kwa kutolipa kodi na kuishi katika mazingira machafu. Jae Seng anaamua kwenda kwenye bafu la umma ili kuoga kwa mara ya mwisho. Akiwa huko, anamuona Hyung Wook akiwa na saa na nguo za bei ghali. Ghafla, Hyung Wook anakanyaga sabuni, anaanguka na kugonga kichwa. Anapopoteza fahamu, ufunguo wa kabati lake unaanguka karibu na Jae Seng. Jae Seng anabadilisha funguo zao kwa siri. Wahudumu wa afya wanampeleka hospitalini wakiamini yeye ndiye Jae Seng. Jae Seng anafungua kabati la Hyung Wook na kukuta pesa, nguo za kifahari na funguo za gari. Anaamua kutumia utajiri huo kwa siku moja kabla ya kurudisha kila kitu. Anavaa suti yake, anachukua gari na kulipa madeni yake yote. Pia anamrudishia pesa mwanamke aliyewahi kumsaidia katika ukumbi wa michezo, lakini anaumia baada ya kuambiwa kuwa mwanamke huyo anaolewa. Jae Seng anatambua kuwa pesa za mtu mwingine haziwezi kutatua matatizo yake. Anaweka vitu vyote kwenye begi na kwenda hospitalini kuvirudisha. Lakini kabla hajabadilisha mabegi, Hyung Wook anaamka. Kutokana na jeraha la kichwa, amepoteza kumbukumbu na anaamini jina lake ni Jae Seng kwa sababu hospitali ilikuta kitambulisho hicho kwenye nguo zake. Hyung Wook anamuuliza Jae Seng kama wanajuana, lakini Jae Seng anaogopa na kuondoka na begi. Hyung Wook anapotaka kutoka hospitalini, anagundua hana pesa za kulipa bili. Mhudumu wa afya anayeitwa Rina anamsaidia na kumpeleka kwenye anwani iliyoko kwenye barua yake. Anwani hiyo inampeleka katika chumba kichafu cha Jae Seng. Rina anagundua picha zilizochomwa na kamba iliyoning'inia, hivyo anatambua kuwa mwenye chumba hicho alikuwa amekata tamaa. Baada ya kuachwa peke yake, Hyung Wook anaamua kuanza maisha mapya. Anasafisha nyumba na kujaribu kujifunza tabia zake kupitia vitu vilivyopo. Anapozungumza na majirani, mwanamume mmoja anajaribu kumpiga, lakini Hyung Wook anamshinda kwa urahisi. Ingawa hana kumbukumbu, mwili wake bado unakumbuka mbinu za mapingano. Rina anarudi na kugundua Hyung Wook ana uwezo mkubwa wa kutumia visu. Anampeleka kwenye mgahawa wa mama yake na kumsaidia kupata kazi jikoni. Hyung Wook anaanza kufanya kazi kwa bidii, huku Jae Seng akiamua kuendelea kuishi kama Hyung Wook. Kwa kutumia GPS ya gari, Jae Seng anafika kwenye nyumba ya kifahari ya Hyung Wook. Ndani anakuta nguo mbalimbali, pesa nyingi na televisheni inayoonyesha kamera za usalama kutoka nyumba ya mwanamke anayeitwa Yoon Joo. Jae Seng anadhani Hyung Wook ni polisi msiri. Anapoendelea kuchunguza, anapata chumba kilichofichika chenye silaha, simu nyingi, vitambulisho vyake na taarifa kuhusu Yoon Joo. Taarifa hizo zinaonyesha kuwa Yoon Joo aliwahi kufanya kazi katika kampuni hatari na waliwapa polisi ushahidi kuhusu shughuli zao. Sasa kampuni hiyo inamtafuta. Wakati huo huo, Hyung Wook anaona tarehe ya maadili kwenye kalenda yake ya Jae Seng. Anaenda huko akitarajia kupata taarifa kuhusu maisha yake, lakini anagundua kuwa maadili hiyo ilikuwa ya kupata kazi kama mwigizaji wa ziada. Hyung Wook anajaribu kuigiza, lakini hana uwezo mzuri wa kuonyesha hisia. Baadaye, anaona anwani ya zamani ya Jae Seng na kwenda kwenye kinyozi cha baba yake. Baba huyo anamwambia kuwa mwanaye Jae Seng hajafanikiwa maishani. Hata hivyo, Hyung Wook anaona kalenda inayoonyesha kuwa baba huyo huombea mafanikio ya mwanaye. Hyung Wook anaamua kuwa mwigizaji aliyefanikiwa ili kumfanya baba huyo ajivunie. Kwa upande mwingine, Jae Seng anaanza kumfuata Yoon Joo na kujifanya wanakutana kwa bahati. Siku moja anamuona mwanamume wa kampuni yake ya zamani akimfuata na kumsaidia kujificha ndani ya gari. Yoon Joo bado hamwamini kabisa, lakini anaanza kumruhusu akae karibu naye. Kila Alhamisi, Yoon Joo hutoka na begi lake na kusubiri mtu barabarani, lakini hakuna anayefika. Jae Seng hajui kuwa alikuwa akisubiri Hyung Wook. Kadiri siku zinavyopita, Hyung Wook anafanya kazi mgahawani na kujifunza uigizaji. Jae Seng naye anatumia muda mwingi na Yoon Joo, huku akimpa zawadi na kumwonyesha filamu ndani ya jengo lenu. Polepole, Jae Seng na Yoon Joo wanaanza kupendana. Hyung Wook anapata nafasi ndogo katika tamthilia ya majambazi. Wakati wa kurekodi mapigano, anatumia uwezo wake halisi na kuwashinda waigizaji wengine. Ingawa anaharibu tukio, mkurugenzi anavutiwa na uwezo wake na kumpa nafasi kubwa zaidi. Hyung Wook hana uwezo mzuri wa kuzungumza, lakini ukimya na uso wake mkali
vinaifanya tabia yake ionekane hatari. Watazamaji wanaanza kumpenda na nafasi yake katika tamthilia inaongezeka. Rina anakuwa msimamizi wake na kumsaidia katika kazi ya uigizaji. Baadaye, simu moja ya siri katika nyumba ya Hyung-wook inaita. Jae-sang anapojibu, mtu anamuuliza kwa nini Yunju bado hajauawa. Jae-sang anaenda kukutana na wafanyakazi wa kampuni akiwa ameficha uso. Wanampa pesa zaidi ili amalize kazi ya kumuua Yunju. Hapo ndipo Jae-sang anatambua kuwa Hyung-wook si polisi, bali ni muuaji wa kulipwa. Jae-sang anajaribu kumfuata Hyung-wook ili kumwambia ukweli, lakini anagundua kuwa bado hana kumbukumbu. Anaamua kujifanya shabiki na kuondoka. Katika kazi yake ya uigizaji, Hyung-wook anashindwa kufanya matukio ya kimapenzi. Anaomba Rina amsaidie kufanya mazoezi ya kumbusu. Rina anakataa kwanza, lakini baada ya Hyung-wook kumshukuru na kumwambia ni mrembo, anakubali. Wawili hao wanabusiana na Hyung-wook anaanza kuwa na hisia za kweli kwake. Alhamisi nyingine, Yunju anatoka kumsubiri tena. Jae-sang anamwambia kuwa mtu anayemsubiri hatafika. Anamdanganya kuwa yeye ni polisi aliyekuwa akimlinda, lakini anakiri kuwa baada ya kukaa karibu naye kwa muda mrefu, ameshaanza kumpenda. Watu wa kampuni wanawaona wakikumbatana na kuamua kuwa wote wawili lazima wauawe. Wanapowasiliana na wauaji tofauti, hawajui kuwa majina yote wanayopigia ni ya mtu mmoja tu, Hyung-wook. Siku moja, Hyung-wook, Rina na familia yake wanatoka pamoja. Wakati wakirudi usiku wa mvua, wimbo ule ule wa mwanzo wa hadithi unasikika kwenye redio. Walipofika kwenye eneo lile lile la tukio la zamani, mvua, mziki na mazingira vinarejesha kumbukumbu zote za Hyung-wook. Hyung-wook anakumbuka maisha yake, Jae-sang na kazi aliyokuwa akifanya. Anaaga Rina na kukimbilia kwenye nyumba yake ya siri. Anakuta ujumbe mwingi unaomtaka kuwaua Yunju na Jae-sang. Kupitia kamera, anamwona Jae-sang akimhamisha Yunju kwenda sehemu nyingine. Hyung-wook anafika huko na kumkemea Yunju kwa kuondoka kwenye nyumba yake. Yunju anamwambia kuwa alisubiri kila Alhamisi, lakini hakuwahi kufika. Hyung-wook anaeleza kuwa alipata ajali na kupoteza kumbukumbu. Pia anafichua kuwa yeye si muuaji wa kweli. Kazi yake ni kuigiza maua kwa kutumia damu na silaha bandia, kisha kuwasaidia walengwa kutoroka na kuanza maisha mapya kwa vitambulisho bandia. Mtu aliyedhaniwa kuuawa mwanzoni mwa hadithi alikuwa hai na ndiye aliyechukua begi barabarani baada ya kuigiza kifo chake. Yunju alikuwa anamsubiri Hyung-wook kila Alhamisi ili amsaidie kutoroka nchini. Hyung-wook anapanga kuendelea na mpango huo na kumtoa Yunju salama. Yunju anasema anataka kuondoka na Jae-sang, lakini Hyung-wook anamwambia Jae-sang hawezi kukimbia maisha yake milele. Anamkumbusha kuwa baba yake bado anamwamini na kuwa maisha yanayoyaishi sasa si yake. Maneno hayo yanamfanya Jae-sang kuamua kubadilika. Hyung-wook anapanga kutengeneza vifo bandia vyao ili kampuni iamue kuwa wote wamekufa. Kabla ya kutekeleza mpango huo, Hyung-wook anakwenda kumwaga Rina na kumwambia hawawezi kuendelea kuwa pamoja kwa sababu maisha yake ni hatari. Rina anaumia, lakini anamfuata kwa siri. Katika jengo lililoachwa, Jae-sang anaigiza kumuua Yunju na kuchukua kifaa cha ushahidi. Hyung-wook anaingia akiwa amejifanya muuaji mwingine. Hyung-wook na Jae-sang wanaanza kupigana kwa kutumia mapigano ya bandia na visu bandia ili kuwashawishi watu wa kampuni wanaowatazama. Rina anaingia ghafla akitaka kujua kinachoendelea. Hyung-wook anajifanya hamjui na kumtukana ili aondoke, lakini Rina hakubali. Jae-sang anaendelea na mpango na kumshambulia Hyung-wook. Hyung-wook anajifanya kumlinda Rina. Yunju anabonyeza remote na kontena kubwa linaanguka juu ya Hyung-wook na Rina. Kwa watu wa kampuni inaonekana wote wamekufa, lakini kontena hilo ni tupu ndani na wawili wako salama. Damu bandia inamwagika chini kuwafanya maadui waamini mpango umefanikiwa. Baada ya watu hao kuondoka, Jae-sang na Yunju wanakumbatana na kubusiana. Hyung-wook anamfuata Rina na kumwomba msamaha. Pia anamwambia umri wake halisi ni miaka 45. Rina anashangaa, lakini bado anampenda.
Rina anampeleka Hyung-wook kwenye eneo himati ambako tamthilia yake inarekodiwa. Katika tukio hilo, mhusika wake anatatiwa kumwacha mpenzi wake ili kumlinda. Lakini Hyung-wook anabadilisha maneno na kusema anataka kuacha maisha yake ya hatari na kubaki na mwanamke anayempenda. Anaposema hivyo, anamwangalia Rina. Rina anatambua kuwa maneno hayo ni kwa ajili yake na anakubali mapenzi yake. Mkurugenzi anapenda tukio hilo na kuamua kulitumia. Baadaye Hyung-wook anaendelea kufanya kazi mgahawa na kuigiza, huku familia ya Rina ikimkubali. Jae-sang naye anapata nafasi katika tamthilia moja na Hyung-wook. Wawili hao wanaacha kuishi maisha ya uongo na kuanza kufanya kazi pamoja kama marafiki. Na hapo ndipo hadithi inaishia.